Niko na mpambanaji asiyechoka mwenye kupambania madili mbalimbali. Tutapiga naye story moja mbili tatu tuweze kujua namna gani amepambana hadi kufika hapa. Kameramani, haya ndio masofa yake anayomiliki siku ya leo. Atatuambia ni changamoto gani ambazo amepitia nazo. Kijana gani vipi? Sawa, fresh. Alhamdulillah. Pange mwanangu. Wewe ndio mpambanaji, kijana mdogo sana lakini unamiliki biashara kubwa kama hii. Kijana, hii inagharimu kiasi gani labda unaweza kutuambia? Ni hela kubwa, ni gharama kubwa ambayo inahitaji uwekezaji wa muda mrefu. Yeah. Yaani hautosema naanza na ukafikisha kama hivi. Lazima upitie changamoto nyingi, lazima upambane, lazima uonyeshe jitihada. Wanasema kwamba mwanzo Mungu mbele, juhudi, respect, mambo yatakuwa mazuri kama unavyoyaona. Ndio mkwangu kabisa. Labda ni changamoto gani ambazo umeweza kukumbana nazo hadi leo umeinuka na kuitwa kijana ambaye ni mpambanaji? Changamoto ni nyingi vile kuna harakati za kupata maendeleo kwa mtu binafsi au maendeleo kwa ujumla. Changamoto ni nyingi, kwa mfano hapo biashara yetu unaweza kutengeneza kama hivi, changamoto za kuwa kwenye upande labda wa uuzaji, labda sio kwamba inatoka kila siku. Kwa hiyo inatoka kwa sababu ya nini? Siku hadi siku ndio inakuwa inatoka. Unakuta tunatengeneza bidhaa nyingi lakini uchukuaji wake unakuwa ni mchache. Kwa hiyo unachoomba sisi waje watu wanunue, napatikana hapa sokoni hapa, ukishafika tu Msufini ukizia mauza masofa ndio utatupata. Ndio. Lakini kijana wangu sio jambo dogo kuwa na ofisi kubwa kama hii, sio hivyo? Vipi upande labda wewe ni kijana mdogo, sio hivyo? Vipi upande wa mademo au kusukusu labda kuomba namba zako? Upande wa mademo kawaida, unapofikia stage yoyote, yaani ukianza kuona unaanza kuonekana, lazima anakuja wenyewe, lakini ni wewe sasa kufanyaje? Weka akili kichwani. Ndio. Biashara yako yote sitakawa katika wote kwa wanawake. Ni muhimu sana uwekeze akilini na uwekeze katika mali zako. Na ukiendekeza sana dola 7,000 kaka zitakuja. Unamaanisha nini kaka? Dola 7,000 ndio zipi hizo? Dola 7,000 ndio za muda, zinapatikana kwa muda. Tuseme mbele ya kamera. Ndio. Kaka wewe sema unaogopa nini? Kamera zipo. Dola 7,000. Dola 7,000 ipa time tuseme. Ndio. Unapoenda pale kuna wanajua. Labda nikuulize swali la kizushi, ushai kuumizwa labda? Kuumizwa kubwa kwa mapenzi. Yaani hapo ikifika. Umeumizwaje labda unaweza ukatuambia mbele ya mashabiki? Kuumiza. Kwangu mimi binafsi bado. Ila kuumizwa kubwa. Kaka, sio kama unaficha tu, kuumizwa kubwa. Wewe na mimi ushai kuumizwa labda kwa namna gani? Hamna, mimi bado. Kaka, kaka bado. Kweli? Ndio naendelea kwenye mapenzi. Kwa hiyo labda niulize. Kaka, una mahusiano mangapi mpaka mume wako sasa? Kwa sasa jana mahusiano ninayo kweli ambayo yako very serious. Mangapi? Kaka, unataka niajibu mangapi? Au labda umepitia mangapi mpaka sasa hivi? Kwa sasa ninaye mmoja tu ambaye nampenda sana, namheshimu, namthamini. Ndio maana anifanya na grow up na kuwa kiakili, kimwili. Nimeacha mambo mengi. Unajua nimeacha ule utoto. Sijawa kama Samsoni kudanganywa na kina Delila. Shoya akanyolewa nywele, mimi nishatoka kule. Kwa hiyo mimi sasa hivi nishakuwa binadamu ambaye ni mjanja zaidi, sitaki mambo mengi. Unaelewa? Kuna mimi ndio maana nimekuja kwako kwa sababu najua ni kijana ambaye ni mpambanaji, mchakalikaji, mtu wa kazi. Nifundishe technique, njia mbalimbali za kuweza na mimi kufanyaje kujipatia kipato. Unajua vijana wengi tunasumbuka, lakini wapo ambao wanajitahidi kama nyie. Nimekuwa mfano wa kuigwa, umeona? Ndio maana nimekuja hapa kumwaiza mtazamo, fikra, vijana wafanye nini waweze kukua. Unajua kijana wangu, ni kipi ambacho labda tukifanya sisi vijana wadogo kama sisi hapa tuweze kupambana na tuweze kufanikiwa kama wewe ulivyofanikiwa hapa? Ili uweze kufanikiwa, siku zote inahitaji jitihada. Ndio. Siku zote inahitaji upambanaji, inahitaji uwekezaji wa kiakili, wa moyo, wa roho, yaani pia inahitaji nia. Huwezi kuanzisha kitu bila kuwa na nia ya kufanya. Hapa ni muda kuona hivi tumeanza muda, ni support kutoka kwa ndugu zako au kwa mzazi au support inaweza kuwa ni ndogo sana.
Lakini cha kufanya tuweze kufikia stage kama hii, upambanaji, muomba Mungu na kupunguza baadhi ya vitu. Kuna kwamba vijana wengi sisi hapa sio swala la mahusiano. Wewe unaweza kuwa unapoteza hela nyingi sana katika mahusiano. Ndio. Unakubali? Nakubali. Unaonga kaka, nishai kuonga sana. Nishai kuonga sana. Kuonga kiasi kikubwa. Kaka, niambia hivyo unaniumiza kwa sababu nishai kuonga zaidi. Sasa hivi nikirigi mahesabu kama 200,000 inaweza ikafika. Toka nimejua mapenzi. 200,000 inaweza ikafika. 200,000 inaweza kuwa imefika, lakini inaweza kuwa ni kubwa au ni ndogo. Tuseme ni ndogo sana. Ni ndogo tena? Kwa mfano ndogo. Ndio. Ni ndogo ni kubwa? Ni kubwa kwangu. Kwako ni kubwa. Yaani na mimi namaanisha ni ndogo kwa sababu gani? Yaani wewe ndio umetoa zaidi ya kile zaidi ya 200,000. Kwa mfano ukachukua hela yako ndogo uliyoipata, ukaiwekeza sehemu hata 50,000 ukaiwekeza kwa muuza matunda. Kaka una hela kubwa. Kwa sisi kama mahusiano tunapoteza sana pesa. Kwa kijana unatakiwa ni usimame mstari mmoja. Unapoanza kitu chako, uguze baadhi ya vitu. Basi mimi nashukuru, nilikuwa na kijana mchakalikaji, mpambanaji, mwenye kuhaso na nahitaji supporta kubwa sana kwa vijana. Kama unataka kuja kujifunza, karibu sana kwenye ofisi yetu ambayo inapatikana Singida mjini. Utajipatia masofa ya kutosha mazuri, yanaofaa, yanayong'aa kama unavyoona. Tulikuwa pamoja sana hapa.